Bwana, siku ya jana Oktoba 3 ndio siku ambayo watu wengi walikuwa wakisubiri kujua nini hatima ya Diddy kwenye kesi mbili ambazo zilikuwa zikimkabili, ambayo kila kosa lingemfanya Diddy kutumikia jela ndani ya miaka 11 au 10, na maana kwa makosa mawili angekaa jela miaka 20 ama 22. Sasa tofauti na matarajio ya wengi, Diddy amekutwa na hatia na kuhukumiwa miezi 50 pekee, ambapo hii ni sawa na miaka 4 na miezi 2. Lakini pia hukumu hii au miezi 50 hii hapa itajumlisha miezi 14 ambayo tayari Diddy ameshakaa ndani. Diddy alikamatwa mwezi Septemba 2024. Lakini kwa nini mahakama imemhukumu Diddy miezi 50 wakati ilitarajiwa angehukumiwa miaka 20 hadi 22 kwa kuwa tayari amekutwa na hatia? Kwa mujibu wa Jaji Arun ambaye ndiye aliyesimamia kesi hii hapa, amesema kwa kuwa Diddy alishaomba msamaha na amekiri kwamba alikosea, sasa mahakama inampa adhabu kuangalia je, atakuwa amebadilika kitabia au la. Diddy mwenyewe aliandika barua kwamba ameshabadilika, atakuwa mtu mwema, kwa sababu yule Diddy wa zamani ameshajijua na ameshafariki, lakini saizi kazaliwa Diddy mpya na anajuta kufanya makosa au kuwaumiza watu ambao amewasababishia maumivu. So mahakama imesema kwa kuwa kauli yake iko hivyo, ni ngumu sana kusema Diddy atakuwa amebadilika ndani ya miezi 14 aliyokaa gerezani, lakini pia hakuna haja ya kumfunga miaka 11 ikiwa kwa kila kosa, ikiwa tayari huyu mtu amekiri makosa yake na ipo kwa ajili ya kumchunguza kwamba amekuwa tayari na tabia njema. Kwa hiyo jaji akasema anampa miezi 50, na hii ni kuangalia mwenendo wake Diddy kama atakuwa amebadilika kitabia. Miezi 50 ni sawa na miaka 4 na miezi 2, lakini kwa kuwa alishatumikia miezi 14, ina maana Diddy hukumu yake ni miezi 36 kuanzia sasa, ambapo ni miaka 2 na karibia miezi 8. Lakini kwa kuwa pia ni uangalizi wa kitabia, watu wengi wanasema inawezekana hata hiyo miaka 2 hasike gerezani, akakaa labda miaka 2 au mwaka mmoja. Na so ilikuwa ni habari kubwa sana, yes, kwa kuwa Diddy kesi ambazo alikuwa anashikiliwa nazo ndo zile kesi ambazo Rakeli zimemfanya kae jela kwa zaidi ya miaka 10-20. So unaweza kuona namna gani ambavyo watu wengine pia wamekuwa disappointed kutokana na kesi ya Diddy. Lakini mwisho wa siku Diddy aliandika barua kuomba msamaha kabla hata siku ya hukumu, na ndicho ambacho kitu mahakama wamekizingatia zaidi. Tumeona hata kina Young Thug kina nani, mahakama huwa inaingia makubaliano nao kukiri kosa and then kupunguziwa adhabu za vifungo. Ndicho ambacho kwa Diddy pia imetokea. Mimi naitwa Solid Travis. Ciao.